So hello guys, welcome back. This is story time with Mkanda manze. This last week nimeweka just post anything. Mashughuli tu and tu zilinishika. Yeah, but now we are back. Yeah, tuko na leo story moja si ya mtu leo nilisoma ile. Hiyo last week nilikuwa mashughuli zangu nikasoma nikapata ni story nafani wapigie. Yeah, na nimezoea sana kuwapigia stories za hapa Kenya, mara niko Juja, mara Githurai, mara sijui Utawala. So this time manze nataka tufike hapa tu JKA tupande ndege straight away mpaka wapi? Twende United States. Tukifika United States twende pali inaitwa Stamford, pali specifically Stamford, Connecticut. Connecticut tunapata characters watatu. Wa kwanza anaitwa Travis, wa pili anaitwa Chalanash na watatu anaitwa Sandra. So hapa main character ni Chalanash, but sasa tunakuja kwanza kwa Travis. Travis ni nani? So Travis ni Kibonge na msei huko hivyo nini huko Connecticut amechachisha mbaya, huko US amechachisha na ma TVC, amepiga ma advert. Yeah, so ni celeb mbaya sana. Mara watu wanamsifu ako na behavior iko fiti, mara watu wanamsifu anavaa nguo fiti. Yeah, najua sasa hizi unauliza kwa nini wanamsifu na kila mtu anavaa nguo fiti. Kuvaa nguo yake ni vile yeye ni mnyama. Yeye ni chimbazi. So chimbazi ako sasa 14 years old as we speak. Story yetu tuko 16th February 2009. Yeah, so hapo alikuwa 14 years old. Basa nataka kuwapea ka story kiasi kuhusu Travis. So Travis alichukuliwa akiwa mtoi, aliibiwa kwa chimbazi mama yake na baba yake huko kwa forest, akakuja kalelewa, akakuja ka interact na human beings. Alafu akagrow akijua behavior ya human beings. Hadi alikuwa analala kwa bed yake, anakula kwa sahani, like behavior yake yote ilikuwa ya human being. So nani amemlea hivi vyote hadi kumvalisha hizi nguo? Ndio sasa tunapata Sandra ndo sasa human being mwenye sasa analea Travis. Sasa yeye ndo amekuwa hadi akikula hizi pesa hadi za TVC juu ya kumpeleka. So ndio ndo sasa ka guardian. So Travis manzi alikuwa amesumbua mbaya sana. Like yani kila mtu alikuwa anajua Travis by the time ifike 2009. So incident yetu inakuja ku happen hapa 2009 16 February. Nini inafanyika? Hii ndio siku Chalanash alipigia nani Sandra like date 15th. Juu alikuja 16, so alipigia date 15 akamwambia Sandra, "Hey Sandra, how are you? It's been long, sijakuja kukucheki. Uko within kuje kama kesho hivi tuongeongee." Yeah, so nani Sandra akamwambia, "Yeah, mimi niko within. We just chilling here with my baby boy Travis. Si tumemedi tu hapa hivi. Kesho hakuna mahali tunaenda. Yeah, the only thing tuko nayo ni TVC yenye kwa next week, so we just getting prepared. I'm trying to train him on how we work with on that TVC." Akamwambia sawa, "I'll be traveling tomorrow to your place, so get ready, I'll be coming." And tell Travis anakuja na nini, nakuja na kazawadi kake kadogo. Yeah, wakamaliza Sandra akamwambia sawa, "I'll be waiting for you." So date 16 February si ndio imefika sasa. Sandra Chalanash anatoka Makejani, anakuja anafika pale kwa mlango, anafika anaangalia tu hivi, anapatana kwa mlango, ndo ana face directly to Travis. Anaambia Travis, "Hi Travis." Anamuonyesha kale katoi kidogo, but Travis at this time hiyo time zingine Chalanash akikujanga, Travis alikuwaga ako excited kiasi. So this time akikuja manzi anapata Travis kuna vile anamwangalia tu hayuko sawa, but hiyo kitu haikumshtua sana, like aliona maybe tu ni mamuliza. Sasa hiyo akahug Sandra, wakaongea kidogo. Wakiongea Travis ndio huyo ametoka. Unajua vile machimbazizi utembea manze, imetoka ilikuwa imekasirika, imegonganisha mlango, tap imeenda. Sandra akaambia Chalanash, "I think Travis today is not okay, so we should just look after him. Let's go and try to bring him back." Akitoka akaona sasa hiyo Travis ndio huyo huko kwa fence amesonga ameenda kabisa. Akaita sasa Chalanash, akamwambia Chalanash, "I think sasa tutabidi tumekimbiza Travis to try kumrudisha kwa nyumba juu vile ana behave leo. Behave normally, ana behave kama some months ago." So the months ago alikuwa anaongelelea kuna time walikuwa na travel. So ilikuwa Sandra tu na Travis walikuwa travel. So Travis amekaa hii seat ya nyuma. Unajua ni bigi sana, so lazima akae kwa seat ya nyuma ya gari. Alafu alikuwa kadirisha kamefunguliwa kiasi juu ya hewa. Wakiwa kwa jam, kuna sijui msee alikuwa tu anakunywa mavitu zake, I think ni mavikombe ama nini. Venye alimaliza akimwaga hivi nje ya gari yake, ikakuja ikiingia mpaka kwa hii gari yake na hii gari ya Sandra. So venye iliingia
kuingia iliingia side ya yenye nani alikuwa amekaa Travis. So Travis akafungua mlango. Unajua sasa nimekwambia alikuwa ni chimbaziko trained, so inajua everything. So inajifungulia mlango. Akafungua akaenda akavuruga hiyo gari. Hadi huyo jamaa ilibidi tu escape, akaita makarao akajibu kumchase back, akaingia kwa gari. So this time anamwambia I think ameanza kubehave kama hiyo months zilikuwa zimepita. Yeah, I think hiyo ndio behavior imeanza kumshika tena. Yeah, sasa nani Chalanash juu hakuwa anamuogopanga, unajua sasa walikuwa wamezoeana. Alafu Travis alikuwa hata amezoeana na kila mtu. Si mtu alikuwa bully. Si chimbazi yani ilikuwa bully, ni chimbazi ilikuwa imezoeana na watu. Hadi majirani walikuwa wanasema sometimes walikuwa yani wana make fun nayo, wanacheza nayo ball nini. So akaikimbiza directly kufika. Manze Travis kuona tu Chalanash ndio imeanza kumpiga unajua kuna mikono bigi mabare manini na mgwaragwara kidogo imemvuruanisha uso, imemwanisha macho, mapua nini. Hadi ikafika to a point hadi imeshamvunjanisha mikono, na ilikuwa inavunja like si ile kuvunja uvunjike, like inavunja ni avuta, so like kuna baki hauna mikono like nini. Sasa ndo nani anaona Sandra akaona nyaa leo nani amezidi sasa. Leo Travis amezidi. Akabidi amekimbia pale kejani. Kuingia kejani akachukua kisu. Akajaribu kubembeleza nani huyu Travis aache kuvurugana asiki. Ikabidi kumdunga akapata ni kama ndo sasa anaongezea ile hasira ya nani ya Travis. Ikabidi tu amecall police akamwambia hey, kapiga tu 911 akamwambia manze kujeni. Travis nimemwambia alikuwa famous, so akasema kusema Travis today misbehave, is fighting Chalanash. Alafu sasa hiyo unajua pia makarao anasikia hiyo commotion ya hiyo fight like anania akibembeleza like Chalanash akita Sandra kimwambia kindly help nini. Alafu Travis pale anapiga akiwa amepiga manduru. Makarao na unajua ile tabia yao manze kuwapigianga simu afikangi haraka, lazima tu achelewe. Manze akatake time, by the time wanakuja manze design Chalanash anakaa manze ukimwangalia uwezi jua kani yeye. Manze huku amevutwa uso hadi sasa ilikuwa hata like kwa hiyo nini article kwa nasoma manze ilikuwa nasema hadi ilikuwa imefika to a point that hadi hospitali hawajui kama ni female ama ni male. Ameharibiwa kila mahali. Alafu alikuwa so unconscious ndio alipelekwa hadi akawekwa in coma for I think around 1 month. Akapelekwa hospitali the hospital of Brigham. Alafu sasa akapelekwa Women Hospital of Boston. Hapo ndo at least alikuja fiti. Alafu I think yo Women Hospital of Boston ndio alipigangwa nini face transplant. At least akakamkam fiti, but sasa hakukujanga fiti, ndio alikuwa hata kukula normally, kuongea normally. Alafu pia like alikuwa so abnormal sana kabisa. Hiyo transplant ili happen around 2011. Sasa ndo akitoka manze kabidi sasa amejaribu kusu Sandra juu like alikuwa na complaint that sasa like alikuwa anajua like hii si human being, alafu ni crazy pet like hata kama kuna hizi sika paka mbwa ni yani ni pet yenye like ni pet big like yenye like ni pet ya msitu. Like kukaa nayo like obvious ingereact ni kama ukaa na simba mmezoeana alafu all of a sudden inachegeuka imeshakukula. But sasa by the time anakuja kusu nani Sandra alidedi 2010. Sasa ikuja kumsuu manze ikakuwa like hiyo easy work. Akaingia sasa kusu sijui hiyo mtaa yao. Akiclaim I think $150. Basa pia hiyo ilifail. Hiyo ikafail hivyo. Basa manze akabaki sasa like juu sasa si ame like after recover but recover fitness niambia alibaki akiwa abnormal manze. Akabaki like kukua like an educate wase like hata kama ni pet mnalea manze, mnalea pet yenye iko at least ni kitu unaweza control. Juu manze chimbazi, the size of a chimbazi manze ukiangalia like ni kitu ikisimama hapa manze unakaa kidoti hivi, juu ni kitu bigi. Alafu understand that ilikuwa 14 years old, so ilikuwa big. Juu sasa unaona sasa ili cost like Sandra like si Sandra ili cost Chalanash. Juu Chalanash manze ametoka tu amekuja kuvisit. I think hiyo chimbazi ili behave maybe cause ilikuwaga ni napenda pets. I think vile aliingia kwa hiyo nyumba kuna vile alikani kama akukani kama like ameleta, ilikuwa nakani kama amejaribu ameichukua yani anataka kunyang'anya, lakini kama ndio ili overreact after kuona hiyo. Na sasa kaeducate wasema nze, ndio maana like unapata siku hizi kuna restriction ya kukanga na wanyama. Kuna wanyama watu huwezi kana wake jani.
isipokuwa hizi pet za kawaida, mbwa, paka, chihuahua nini. Yeah, that's the reason why nowadays ni ngumu sana ukwe certified, like upatiwe certificate ya kukaa na wanyama kama hao. Yeah, that's the story of today manze. At least mmelearn that kuna wanyama wengine manze mfai kuaga tu na wao, na ndio maana the reason why sometimes unapata sasa kuna restrictions ya kuwa na wanyama wengine kama hao, ndio reason. Yeah manze, na mkitaka kusoma hiyo story vizuri mnaweza enda Google. Yeah, about Chalanash. Just search Chalanash and the chimpanzee Travis. Yeah manze, good time manze. Ciao manze, tupatane to our next episode. Shukran manze. Na tusaidiane kushare hii episode zetu manze, tufike mbali manze. Yeah.